ask yourself, iliendaje? Na katika kanisa tunaambiwa mambo ya righteousness, kwa msafi, bibi moja. Bibi gapi? Tuseme to maintain, hata mimi na maintain. To maintain one wife kulingana na Bible. Lakini wakalia Mungu ametumia sister Bili na mameidi. Amesema this is what? My 12 tribes. And that is why you see tumetoka from those 12 tribes. So if you look at that family, it's a family of immorality. Just from Abraham climbing up, wende mpaka kwa Daudi, that is one clan, that's one family. Panda mpaka kwa Daudi, mpaka kwa Jesse, utaona ni umaraya mtupu. But they were the richest family. So being righteous or unrighteous does not dictate how you become. That's my point. That being clean or unclean does not make you become successful on earth. Becoming successful on earth, there is a code that you have to uncode. Kupata vitu za dunia hii, kuna code lazima uitumie ndio upate vitu za dunia hii. Wakati Abraham aliambiwa, ondoka kwenye mambo ya baba yako, compound ya baba yako, uende mpaka ile nchi where I'm going to bless you. Was God not able to bless him kwa baba yake? Si angeweza tu. Lakini huyu jamaa baba yake Tera ako na code yake. So you have to be removed from this code so that God can create your own systems for the blessing. Because wakati alichukua Abraham, he created a system ya baraka kwa Abraham. Wakati Abraham alienda akatoa sacrifice mtoto wake, akienda kuchinja akaambia kondoo ndio hii. That time, can you give me Genesis 22 verse around 15 there, where it's or give us the entire Genesis 22. I was not for that, but let me read. Nipatie hai. Toa base, nipunguzie base ya huko nyuma. Genesis 22 please. Ikawa baada ya mambo hayo. Baada ya nini? Sasa nikuulize ni mambo gani? Ikawa baada ya mambo hayo. Ni mambo gani? Ni maudu maliko. Mokora, uwe mokora. Mokora nimenya na kama maudu na. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Ikawa baada, thutha wa maudu macio, Ngai yake mugeria Abraham. Thutha maudu maliko baba itu. Mokora. Thutha wa okora wake wothe alikiokora, Mungu akakuja tena akamjaribu nani? Akamjaribu Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, naye akasema mimi hapa Bwana. Basi twende haraka kidogo. Akasema umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye. Umesikia? Umchukue mwanao, point 1, mwana wako wa pekee, number 2, umpendaye, number 3. Those are the conditions. That was the password for the success of your life. That thing that you love, that thing that makes you feel that I've given. Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, 2, umpendaye. Na alafu akataja mpaka ni nini. So when you are giving a sacrifice, it is identifiable in heaven. So it has a name. Na akamwambia mwana wako Isaac, maana alijua kuna mtoto mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore akamwambia umpendaye Isaka, akaenda zake ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Number 2, to uncoding the code. Umeona amekwambia what kind of a sacrifice you are supposed to give. It is God who tells you what kind of a sacrifice, and he even gives it a name. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, he comes, ukaende zako nchi ya Moria. So not every mountain is a mountain. Not every place of worship is a place of worship. It becomes a place of worship if God has identified for you. Kurioroka kuradimiro to kwa waruigi to kwa waruigi, kwa nganga to kwa nganga, kwa mwiro to kwa mwiro. No, it has to be identified to you by God where your blessings are. Bwana Yesu asifiwe sana.
It has to be identified. You have to be convinced God has to speak to you. This is the place I am sending you. Akamwambia uende zako mpaka nchi ya Moriah, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima moja wapo nitakao kuambia. Juu ya nini? Amekwambia uende town ya Nairobi. Ukifika Nairobi town kuna mji, kuna mlima. Moriah ni milima mkubwa sana, lakini katika Moriah kuna vilima vingi. Not every mountain is a mountain for you to go and worship. It has to be a directive from heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia uende kwa mmoja wapo ya milima ambayo iko huko, na hiyo mlima mimi ndio nitakuonyesha, si wewe. Si uende kurukaruka kwa sababu uliona Waruige kwa YouTube. Ati kwa sababu uliona Waruige kwa YouTube sasa umekibia hapa na masadaka zako. Na Mungu hajakwambia ulete sadaka. Mimi nitakula tu hiyo ni peremende ya kukula. Na hapo ndio tumekosea. Maana tumepeleka, unaona Ezekiel kwa TV, mnakibia mavueni. Mnaona kitu, mnaona mwingine amekuja ako Garissa, basi zote Garissa. Mwingine anakuja Kisumu, basi zote Kisumu. Only kuja kulalamika kusema I have wasted all my money I had. Nimetoa ate niye dutete ni uguranyo na dutete magogona kanta magogona jekete gaga. Nothing. Connecting your blessing, it is not your decision, it is a godly decision. He guides you until you reach where you want. Bwana Yesu asifiwe sana. He guides you. He tells you what to do, how to do, when to do, and where to do. But most of us, because of YouTube, because of us, we have seen somebody on radio, we have heard somebody on radio, someone on TV, gumoya mudu na kuguo, ukaya osho nwe urahothirwo ni Ngai kahinda gaka. Riu we na mudu ucio urahothirwo ni Ngai ri. What is the relationship? Has God spoken to you there? Na rĩngĩ Ngai arenda ũthiĩ Mũrang'a, hega kanitha ke Mũrang'a karamomokire nĩ kwarenda ũtware indo kũu. Rĩu ateng'eria gũkũ tondũ gũkũ na matawa mega, wateng'eria gũkũ tondũ nĩ gũthondeketwo wega, kĩgongona nĩ gĩthaka. Rĩu ateng'eria gũkũ karehe gũkũ gwakinya kũu Kenya ũkarehe kĩmirioni kĩgima ũkaigĩrĩra handa kwĩra icio nĩ thuiti cia mũhunjia. Gũtirĩ kĩndũ ũgwĩkĩra na waruta milioni 10. Nothing will happen to you. You have wasted your time. You have wasted everything. Na nĩ hau niho mũtereire njĩra cianyu. That is where you lost it. Because you never had it from God. You had it from your thinking. You did what you wanted to do because that is how fake you are. You must listen. Akamwambia nenda umtoe sadaka ya kuteketezwa huku juu ya mlima moja wapo nitakao kuambia. Kwa hivyo lazima uende. Tuendelee verse 3. Akasema Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. That's another statement to underline. Mpaka mahali aliambiwa na Mungu. Your healing will not come because you decided to come to here. Your healing will come because God made you come here. He instructed you to come to this sanctuary. That is why I'm not looking for numbers. I'm looking for people with a connection, a heavenly connection. Because those with looking for the people in the numbers, I will do nothing because there is nothing I'm carrying for you. If God has sent you to this sanctuary, He has also given me something for you. So once ukifika hapa tuta connect. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall do what? Connect. Because wewe uko umetumwa na mimi nimetayarishwa. Nimeambiwa kuna mtu anakuja na huyo mtu mwambie tu maneno mangapi? Mawili. Sasa mnakujaga hapa kuniambia aliyokiwa kimwe kiriku. Ni ukwirito kile ndirauga. Ndirauga ki, ndirauga urenda juge kiriku. Dieretu ndikoe guko riera ile tutiranyitana. Anga yangu na anga yako haishikani, hatupelekani. There is no code. I'm not able to uncode you to understand. Password yako siijui. Na urajira jo kejarie kigo kimwe kiriku. Urenda duke we mukora, urenda duke muko? Urenda duke mukora tawe. Na ni ndigetekera. Ndanatuika mukora nejo ukora utwaraga mundu. Are you getting the message I'm telling you? It is not
be about the popularity of somebody. It is not about the popularity of a particular place. It is the directive from heaven. Has God sent you here? Uliza your neighbor, Mungu amekutuma? Kana YouTube ila kurehire. Adwa YouTube? Adwa mutandao? Ni mutandao ilikulete ama ni Mungu alikwambia ukuje? Because you are supposed not even to have seen the mutandao. You are supposed to come here because God told you, die farafara fulani utaigia hivi. Ukiingia hivi kuna nyumba ya green. Na amekuletea mpaka kwa picha. Unakuja unasema nyumba ndio hii. Tupande, nilipanda na stairs. Tupande, unakujikuta hapa ndani. Lakini kama wewe ni wa YouTube, I am doubting you. Wewe mwito wa kawaida. Kama wewe ni wa radio tulinisikiza kwa radio, wewe tu wewe mwito tu wa kawaida. Todo wageriwo ni kuiguna YouTube ucoke uthie kirima worie Ngai. Iyo ni ndungata yaku. Urenda atia because God will speak to you. Bwana asifiwe sana. Mungu atakuzungumzia. Atakulete hapa on instruction. Not on YouTube instruction, but on instruction. Na kukanyagisha miguu yako pale tu when you are on instruction. Hauhitaji kuonana na apostle. Na ukiona watu wote wanataka kuniona pale ni watu wa YouTube. Ataredo kuona ki todo databurite kigogona. Ataburite ku apostle. Apostle is a man like you, a custodian of an altar. An altar, this altar can also reject me if I'm not rightfully in this the good custody of this altar. Bwana Yesu asifiwe sana. I am not an angel. I am a human like you. Not even an angel. I am not special. I am just an ordinary person like you. I'm only given a responsibility to be a custodian hapa. So yours is about the connection. Waigira tu haria kigogona giki gigagutetera. Just that when you na kigogona gigagutetera. Gigakuruirira. Ti apostle. Asha, ti apostle. Ti komanda. Ati wewe niwe ndagiro gita komanda wewe ni wala komandi madimoni magathieni. Ndira komandi madimoni madu aria mena mutwe mena kioko. Tondu twina connection. Ni njirirwo mutumia uyu aretwo Ruthu ni eguka egukura ehumbite gitambaya mutwe-ini giake na gitambaya kiu kihiana tarike ngothi ya nyoka mutwe-ini na riu waigirira guoko guo ri kiu demoni iria ciramuria ni ciekatia tondu hena connection. Riu mundu ingi guku ciokire tondu cionire toro ndakande handisam ucike ndogacing'ethetie uguo haha ile ingi ciokire tondu cianyo na YouTube, ile ingi ciokire tondu cianyo na Facebook, ile ingi cianyo ni TikTok. Winyu muri andu a TikTok mutiri andu a Ngai tondu mundu wa Ngai akoragwo atumitwo no ni Ngai. Andu a TikTok, andu a YouTube, muthame muondoke kwa Mungu wa TikTok muingie kwa Mungu wa mbinguni awaongoze. Wana wa Israeli hawakuwa na TikTok. Wana wa Israeli hawakuwa na YouTube. Wana wa Israeli waliongozwa na Mungu mahali popote walienda. Kona zote walipiga, waliongozwa na Mungu. Wakatelemuka wakaongozwa. Wakaambiwa piga kona hii. Wakaongozwa na Mungu. Sasa nyinyi mtu akaongozwa na TikTok. Na TikTok ni ya kale kamutu kanaitwa nani aka kamutu? Aka kale ka Facebook. Masimpaga, sijui Masimpaga. Kama Masimpaga ndiyo mwenye TikTok. Na kama Masimpaga ndiyo mkubwa wa Freemason kule Amerika. YouTube ni ya Freemason. EX ni ya nani? Ni ya Elon Musk. Na Elon Musk ni mwabudu wa shetani. Na ndiye anasema yeye si binadamu, yeye ni alien. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao ndio wamekuleta hapa. Umakurehete kukuona connection yako. Ni gukudumitwo ni Ngai. Wewe utumitwo ni ngoma. Turatwarana ko nawe. Maana kama ni YouTube ilikutuma hapa, ni shetani alikutuma. Kama ni X ilikutuma hapa, ni shetani. Maana niko X, niko YouTube, niko hizo kwa hizo ma platform zote. Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ndio mniulize nikioleka ko. Bwana Yesu asifiwe sana. The understanding of the guidance of God makes you successful. You can never fail where God has sent you.
You can never miss anything if God has sent you. Go fast and seek God. Have you sent me? Ni modosho ni wako. All of us sisi ni watu wa Mungu, tuliumbwa na Mungu. Lakini uliza Mungu, huku umenituma waadoma kwa uneke. Kwa ina idoshia kwako. Todo dina idoshia do. Mimi nikitoka nyumbani, nimetoka nyumbani kama nimebeba nini? Vitu za watu. Sasa nikiwa hapa ninajua wale wote, nitaangalia kwa sababu nilionyeshwa venye masura zao ziko. Nilionyeshwa kuna mama atakuja amekaa hivi, kuna mzee atakuja amekaa hivi, kuna mtu atakuja amekaa hivi, na wote watakuwa amekaa namna hii namna hii namna hii. Sasa ukiangalia unaangalia hapa, ninajua yule nilimuona, huyu sijamuona, huyu ni mkora, huyu ni wa nini. Hivyo na waona wote. Kila mtu najua hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niguo. Todo na ingekuhujiria haha muthuri huyu hata nihubiri na hata Yesu ateremke akuja kaa hapa na mimi na malaika wakuje hapa na kila kitu ikuje hapa na nikunene as much as I want. Hali agete na ole ikarira ndio kali gukihujagia yake hali watakaa pale wote. Watu unaona hapa utawaona pale. Nitahubiri. Unaona hivyo nahubiri vizuri. Na ninahubiri kama nimenyenyekea vizuri. Rudhu lazima utampata pale kwa kiti. Deda kuona apostle. Sasa unashindwa kuhujagia yake. Nilikuwa nahubiri ya nini? Kuhujagia yake. Deda kama togiona nile 111. Hadu hakuthokeria mathaa maku. Na ni wahomia goko noko madero mire goko. Because you don't believe in God. You believe in the man that God is using. And that is how you have killed men and women of God. Because you end up worshiping them. You end up turning them to become semi-gods. Vimungu vidogo. And you don't stop seeing God. You start seeing Dora. Wakejura. Mandani ya gosho. And that is how men and women of God who succumb to the pleasure of mankind, ndivyo naona wameanguka, wameisha. Watumishi wa Mungu wengi wamekwisha kwa sababu they have succumbed. Na hiyo kusifiwa. Mundu wa Ngai ndio urajigirire guko ndaigwire hinya uraikoro kogo ndaigwa ginya maundu makwa nie ni atia kugwika ni atia ikika ni atia ni kunyitoka guko kurehere tondu ndira kindu kingi kurehere unu wariganiro ni kuri Ngai. Ni nani no limu wako akakiwa no aigwa. Sikiliza hiyo testimony, sikiliza tu. Si nilikwambia sikiliza, umesikia huyo? Nakwambia nikiinua tu mkono hivi maneno inabadilika. I'm finished. The moment I end, nikifika hapo ati nikiinua mkono hivi maneno inabadilika. Nime substitute my God with myself. I'm not with my God anymore. And from there experience will work. Na kwa sababu Mungu ataniondokea pole. Akiondoka kabisa nitabaki na experience. Na nikibaki na experience itakuwa nikifanya nini? Itakuwa nikikudanganya na maono na ndoto niliota majenesa 3. Kwanza nitajua, si ninajua story yako, uko na mzee na uko na watoto wanne. Sasa watoto hawa wanne na wewe na mzee si mko 6. Sasa nitaota usiku masaduku kapi? 6. Hala bashekete terrible basaya. Oh my. Naona Jenesa 6. Ukisikia ile roho inatoka kwa bako unasikia ni malaika wanaongea ndani yangu. Sasa ukisikia saduku 6 na nimekuhoji nimejua uko na 500 kwa akaunti na uko na ninataka hiyo pesa na sina Mungu, sitaogopa kukunyang'anya hiyo pesa 1500. Nitakunyang'anya na nini na masaduku 6. Sasa ukikigwa muthuri waku ni arakuari, wewe ni urakuari, ciana ciaku ciothe ni igukuari na ina 500 muhukori, ukureka ciana ikwe kana 500 ciabe ciume urescue ciana pesa kile gwetho cietako. And that is what has destroyed the church. And that is how we have lost the mark between us and God. That is why we no longer worship God. No, I don't think Christians do worship God. They don't think even you know what kind of a God you are worshiping. You are miracle seekers. Anybody who is a miracle seeker is a devil worshipper. Because you don't understand your God can heal you. Healing does not need your pastor. Healing does not need your apostle. Deliverance does not need anybody to come and touch you.
You need a connection, a password, heavenly password. That's all what you need. Yeah, just unafaa kukuja hapa ni kufundisha maneno how to live with God, but not coming for a miracle. Don't come for a miracle. A miracle, you are capable of doing it if God is with you. These demons, you can chase them. Demons are so useless things, hopeless things. You can just marry. Go up here, demon, toka hapa. Kwani Yesu alifanya deliverance gani kwa Peter? Kuna deliverance alifanya kwa Peter? Peter alikuja na moshani yake. Yesu alimwambiaje? Wewe shetani toka nyuma yako. Hivyo tu, it was that simple. Hata hakugeuka kuangalia kama imeenda. Lakini sasa niwaambie wewe shetani zinakuja. Oh baba, lia na wede. Kwa sababu nataka kuleta vitisho kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tetemeka ukienda. Sasa unatetemeka aje? Ni unaona nini inatetemeka? Ni nini itatetemeka sasa ikienda? Na msianze kusema naongea mambo ya baba mtu mwingine hapa. Understand the principles of connecting with God. Kutajirika ni Mungu. Si ati ni tikio yako. Hata wale watu wako na pesa mingi hawafanyi kazi. Hawafanyi because they have a connection, they have a code. Sasa Wachina si wako na pesa? Si ndio wamejenga mabarabara zote za Kenya? Wamejenga Afrika mzima. Walitoa wapi pesa na hawajui Mungu? Na watachomeka. Na wewe utachomeka. Ona gia kuri anduri. Niguo athirathi gukurarira. Una. Iwe uragethie matuini. Kuragethie wina ngaragu. Unaenda wapi ukiwa na njaa? Na yule mtu hata enda biguni. Yeye ndiye anakupatia hata hiyo nguo umevaa ni yeye. Na hata enda biguni. Na nyote tulipatiwa akili, sisi zote tulipatiwa. Mchina ile uboko iko kwa kichwa ni ya white ya Mchina. Yako ni ya white. Ngozi tu ndio tofauti. Tawe ulie. Urathi iguru ati wathi uthamaki no iguru wenda theri takiura. Uri utarathi iguru ahonete ratwarithie gikari kire kiega. Niwe ina factory ria njega. Uende waiti wanaabudu ng'ombe. Na biashara zote ni za nani hapa? Na ndivyo miokoka honokete ugathinya kwanyu ugacenjia rangi. Jiulize, what is the Musuku ni mwabudu. Musuku wote Muingereza muwapi wote ni waabudu wa shetani. They don't know God. Hawajui Mungu. Lakini si ndio wanatu control dunia mzima. Kunataka kuniambia shetani ana nguvu kutuliko? Tuko na shida. Either hamujui yule Mungu ambaye mnamwabudu. Hamujui kama mnaabudu shetani ama Mungu. You don't know. Because if for sure you believe in your God, the owner of silver and gold, lazima ungejua jinsi ya kupata hiyo silver. Lazima ungejua. Because your father is the owner. Sasa unaniambia si katoto karuto hapa kanaangaisha watu hapa Kongo na gari hazina nini number plate na haziko kwenye sako. Hakaguzwi ama kanaguzwa? Hakaguzwi. Na gari zake zimewekwa marangi tofauti na zimeandikwa hapa mbele 666. Na anasema mtadu. Na hakuna polisi anaweza kusimamisha gari ya mtoto ya Ruto. Si ni kama umechoka na kazi unataka kwenda nyumbani. Huyo ndio mtoto wa Ruto. Ana enjoy the fruits za power ya baba yake. Na wewe baba yako ni the owner of silver and gold. Na ukile kuhoya tigiti huko. Ginya hawai ni doi. Most of you watu wengi hata jioni hujui utakula nini. Na baba yako ni owner of silver and gold. Na vitu vyote viko duniani ni vyake. Na hapa umekuja ni kuekelea mkono, ni kuombea uge na pesa nduri onaki. Na thoguo ni mutogu. Ni thoguo rikuyu. Do you even know your father? I say I'm talking to you. Do you even know your father? This father anasema, ndio mwenye silver, ndio mwenye gold. Mimi nitaka kuokoka, uliokoka wokovu wako unaashiria nini? We are not talking of material thing. We are talking of the heavenly kingdom. Heavenly kingdom na Mungu alikutengeneza kakuleta hapa duniani. Mbona hakukutengeneza kweke mbinguni? I say, athondekire mundu akimwigako. In the book of Genesis chapter number 1, verse number 26, the Bible says, let us make man in our own image
and character. So when you are talking about the character, what does that mean? The character. What's a character? Tabia na mienendo yako ni ya huyo mtu ambayo ulitengenezwa mfano wake. So tabia yako na karakta, kama baba yako ndio mwenye silver na gold, tabia yako ni silver na gold. Igerera silver na gold. Mugieki wa kawaida wetajigerera silver na gold. Wagithondekirwo na mufiano wao. We tajigerera silver na gold. Silver na gold. Silver na gold. Silver na gold. Ni hizi machuma tu umeweka kwa mkono. Sasa basi ulitengenezwa with whose character? Tutengeneze mtu aliye na mfano na sisi. So wewe na Mungu you are one and the same. Wewe na Ngai ni kitu kimwe. Hata malaika wako chini yako. Araika, they are not above you. They are supposed to, you give instruction to Malaika. We give instruction. We are supposed to give instruction to an angel. Michael, tatangerana how kiada uhurane bara shoke okay. That is how powerful you are, because our character, image and our position is that of God. So why are you suffering? Then you tell me you are going to heaven. What had you go? When Jesus himself said, our Father who art in heaven, thy kingdom come. Thy will be done here. The will that is in the kingdom kule juu ikuje hapa. His will to be done among us. His will is for you to be rich. His will is for you to be successful. His will is for you to become powerful. His will is for you to be somebody special. His will is for you to become a conqueror. Amen. Ituna munami omura umiyagoko. Ige mwitio modo girigiri ha mwaruta. No. Na igete tumagana mere ha. Tumagana tukuru tuere tukuru. Netuareruta sadaka ha. Na nurewa. The will of God. And the will of God is to serve the kingdom. Do you serve the kingdom when you are poor? You can't serve kingdom. Atunema wale watu wako state house kule kwa Ruto. Si wanaikia kuna boda? Maikira kana boda? They can get here with the cars. Wako na geti yao, geti D uko nyuma. Wale wanaigia huko ni maprado, ma VX, ma Range Rover, dizo sinaigia. Maana it is the center of power of the nation. They are commanding. Kasimu kamoja, I'm calling from State House. Tayo anapigia nani? Anapigia manager wa Equity. I am calling from State House. I'm Sir Mwangi. I'm calling from State House. Yes sir. Yes sir. Unakuta paka moja anasema yes sir, na kumbe ni mtu wa kufagia. Ni venye amepata karaini ya kupiga simu from State House. Na ni mtu wa kufagia. But because of association of the proximity of where power is, unakuta watu wanasema yes sir. Hata yule kuna jamaa mwingine wa kupika chai hapa State House. Mnamkumbuka yule jamaa anakujaga hapa. Huko so, akiki hapa tunamheshimu, tunasemanga huyu mtu ana na ni wako rugasha iko dhini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuhata State House. No aigira haria. Aigira gukona ndothe ni mauga. Hata introduction ile nafanyanga. Mkubwa kuja salimia watu wa Mungu. I want to do the introduction to this man. This man is my good friend. Anaitwa Musyoki wa Kaloki, and is a very important person to my life. This man works in the State House. Nafanya introduction na wewe na unafanya kazi kubwa hapa biashara hapa Nyamakema. Siwezi kukufanya introduction. Maana unakaa tu fokoza. Lakini mtu amekuja na jina ya power. Na wacha mtu wako na mambo mzuri hapa, mtu wako sawa. Na naenda kwa mtu mwenye anafagia kule State House. Siku moja kuna mtu nilintroduce hapa, njia moja kubwa sana. Na ni mtu wa kuosha choo za State House. Nikaacha mama mwingine ako na chain of maduka Nyamakema. Kwa sababu alikuwa amefuga reso kama huyu.
Baka akakuja kwa ofisi kujifanya introduction. Ni jetagwo Ng'ania ngoragwo Nyamakema. Niguo nduka ile cietagwo fulani. Nikajua ni ajua hizo. Oh, niwe. Oh my. Oh, how are you? Niwe. Bwana siwe sana. Hiyo ndio ujinga ule binadamu anakuanga nao, because we classify people because of positions of where they are working. We classify people. We don't understand the principles. We don't understand why God created you, and you don't understand why and how to connect your blessings. Because blessings is about connection. It's not about salvation. Because if there are poor people, if today I was asked by God, bring me some 1 million poor people, I will just call Ng'ang'a James, Ng'ang'a Harrison, hapa kwetu Moiro, kwa Wairimo wote, nikusanye wao Wakristo wote huko, naambia Mungu ndio hawa. Maana mimi nilikuwa Muislamu, sikuona Waislamu kule ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahindi ni matajiri. Na wanaabudu ng'ombe, wao wanaabudu Mungu. Tikabogedi ukahoya ng'ombe. Kayo wako utakohea ya kuri yari. Kayo urathi magoro gukuthire magoro ginya urathi ginya magoro ni magire miatoka na wena kiratu ri ni guthii gukinya ngathi ri magoro ni magire miatoka ni ukinyangire thi ri ginya ni wagire mbogoro ni undu wa magoro guthii makiringana goguo ri ugicaria wira ri kayo wako kari Ngai uri kuhoyaga we ni Mungu gani huyu mnatafutaka? Which kind of a God are this mna worship? Nikiuliza tu ndiye naoru. Mimi nimeokoka sijaanguka. Inene kesi wa hauna sio uta control kitabu ya biguni, kwa sababu mkicontrol kitabu ya biguni watu kama sisi hatutaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiuliza tu nauliza, why are you suffering? Yet you are proclaiming a God, a mighty God. Oh mighty God. What kind of a God is this you are worshiping? You don't understand your God. You don't understand the God of Isaiah 45. Bwana Yesu asifiwe sana. Fukua tuendelee na hiyo baba. Huyo tulikuwa tumefika fasi gani? Ndaraka ndabata shube imepanda kidogo. Ama si shube ni ugagano. Siku ya tatu. Sikiliza, tusome verse 3 kwanza. Ndio tu connect na hii. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Akaenda mpaka wapi? Kwa hivyo this is a friend of God. This man understands his God. That is why they are able to communicate. Do you understand your God? Do you communicate with your God? Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaranageria na Ngai. Afadhali huyu alikuwa kwa shetani na walikuwa mlikuwa mnaongea na shetani. Vizuri mna communicate. Baka wanamwambia geuka na geuka. Wanamwambia sasa tuendelee na maneno tufanye madhabahu. Wanafanya madhabahu. They had a communication. Wewe na Ngai wako ule. Do you ever communicate? Do you ever talk to God? Haya akamwambia mpaka mahali alipokuwa siku ya tatu. Angalia sasa. Amefika maeneo pale. Lakini amekaa 3 more days. Siku ya tatu. Iwo kuika woka umuthi. Na nurenda kunekera mbeca ciaku ate kurutira igogo na haji sasa. Haji sasa. Wajitikia ate wamenya atia. Niki wamenya ni Ngai uri kuratumika thiini wakwa. Waikoro eteketie ni Ngai arahoya ri. Woka umuthi na nurenda kunengera ngiri ciaku igana rimwe. Nurenda kunengera ngiri ciaku 200 kana ngiri 10 ciaku. Wanengera ciaki. Ujui atia. Na mutiara nageria ginya na Ngai ni YouTube uranyonire. This is the very of Christianity. You don't speak to God. God does not communicate with you, but you go to the YouTube. YouTube talks to you. You come here running. Atedokana gesuje deda. Gesuje gya weka atia. Sikiliza huyu msee ambaye walikuwa naongea na Mungu. Walikuwa naongea wewe reka kwa lilio neka ile. Katika muthenya uria wete kire waigua ta he mundu wa gweta na ni ng'aragu yakorete ukigwa. Kiyo kaigwa thauti cia brother yaku akoragwo Mombasa. Ni muraigwa na ndiraigwa ni. Ni muraigwa na ndiraigwa. Ndaigwa tari Kenya njui witu.
Nĩ thĩna ũrĩa ũgũtindĩkĩte nginya ũkaja kũigua mĩgambo. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pale. Siku ya ngapi? Ya tatu. Wewe watenga gũkũ wahang'ahang'ia magũrũ maku gũkũ immediately. Ate wewe nĩ nduka terera hũthĩka mahinda-inĩ ma no ũrahũthĩra. Yes, nĩ niĩ nduka terera hũthĩka no ũrahũthĩra. Nĩ ũmenyete. Nĩ kaĩ ũrakwarĩria ũke kana nĩ YouTube kana nĩ muoroto. That is where he failed, because we have substituted God for the man of God. We no longer worship God. We no longer worship God. That is why we don't have a communication. Afadhali huyu mama anaogeaga na Mama Maria. Huyu mama anaogeaga na Mama Maria. Sindio? Yes. Mama Maria anakujaga wakati mwingine nini yetu, gasi yetu ilishika moto. Wanaume wote tulitoroka, hata mimi nilitoroka. Sasa mimi nilianza kuimagine venye italipuka. Hata nikajiona kama nikiwa ndani ya jeneza nikizikwa na watu hapa tu. Yeye mwenyewe hakuona hiyo yote. Aliingia na safuria akashika hiyo mtungi ya gasi akavuruta pole pole akapeleka huko, akaniambia Mama Maria alimwambia apeleke huko nje. Sasa si afadhali tu tuamini huyu ako na communication. Mimi nilianza kuona kifo. Na mimi ndio mchungaji wa hii kanisa. Sasa nikahesabu venye nitatoka huko. Sasa nikatena kitu kingine kaniambia mawadie. Adoya mashoke makwere huko. Huko tukane igogona urarutire. Tena nikarudi nikasema ni yote. Kumbe Mama Maria alikuwa hapa na huyu mama. Tukaokolewa. Hiyo gazi ikasimikia pale kwa barabara. Nini? Na hiyo ndio kitu tunataka, kitu iko na tangible. Mwadili kuta wakolino wengine pale kwa kona badala watoroke. Mama Maria kama nikamwambia helia yoli mwa. Lina ya gari naye na mwaki. Atera kabila lina ya hali ataholia mwaki ha. Na kimwaki noko kama na nikamekoka kanini. Na ndai kanini kile kiate karibuke. Thank you. Wera Mama Maria hauni hera. Ndiye dama kogu dana korode general, but siku hiyo nilikuja mkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kama bakekine hiyo story wacha ifikie hapo. Verse 5. Hebu rudia hapo tena verse 4 tu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. So ona haria duadhi na gai tiho. Bado alipaona, akaonyeshwa ni pale mbali. Akaambia wana, sikiliza namba verse 5. Sikiliza sasa. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa. Akaambia nani? Vijana wake. Kotia dothe mathi yako nao magokona ine. Si kila mtu ambaye anaendagwa na yeye kwa magokona. Akaambia vijana, kaeni wapi? Inyo huko mutangatanganagia huko, kinya na mabrother na masista na nioma ene madhabahu mara marakoria. Athuri yanyu niyo mene madhabahu maria marakuria, atumia yanyu niyo mene madhabahu maria marakuria. Munakuja na yeye ati toka kuvunja madhabahu na ni mukagu unyitete githito ugo akanyita rimu maigira kuria kona ni aikara ugo nigetha akira na ni araria na ngoma wakwa we nginya ngai ucio akakuhoya mutiathanagiria no ria nerero ni ngoma riu mundu to no mucindane nake ria ari kwa ngoma ndukicindana nake tondu ni ara ngoma ni aramumirira na ngoma akamwariria. Kana tiguo madam? Yes. Kama namutokelezea wewe na Yesu wako umete hahai no kuli naye na kulibakuka na nothing is happening because you don't understand your God. You come to church every Sunday but you are vague. You are just a conman in a church. Mtu bure. Yani you talk about of God you don't understand. That is why we have lost virtually every battle. That is why unaona manabii yote akitokea hata mkora tapeli. Provided ajiite prophet Kalanja Kakwanjari Mukata. Watu wote kanisa utakuta nyinyi wote wa mama na vibeti. Mnono. Lakini nijifanya mnabii tutengeneza pesa. Nijifanya mnabii kidogo. Tutengeneza pesa. Wakenya wanapenda hivyo. Wakenya. Wao tunyeto ni manabii maigana.
Wote nyeto ni anafi. Aige. Wote nyeto ni anafi. Na ike. Wewe manabii wangapi? Wengi. Sakaria. Hawa hii beji hii yote ni ya kwa shetani. Yote. Hawa they don't, hata huko wamekuja. They are ready, ni wapole. They are ready. Naona Genesis 6 huko. Naona Genesis 6. Mungu ananiambia utafuta 200 tusuie majeneza isikuja. Yes, because you don't want to sit down to build a relationship with God. You don't want to sit down to be taught the word of God. You don't want to sit down and submit the authorities of God. You don't want to have time and come and sit down and see what kind of a spirit inanitumia. The Bible says test every spirit. Jaribu. Wacha kukimbilia. Kuja kaa hapa. Kaa wiki 2-3. Understand me. Ukiuka kuruta igogono kamenya ino ni ndungata iraria na Ngai. Hivi mutumia toyo haha ndimuhekere bakia buru ndimwira gukoneka kara. Wewe ukimwe hari ukithiete uguo uthi hari ukomede ugambe kiundu. Unake ugamwira na uthi koneria ngam. Mungu anasema wale watu wako hapa. Mungu akana makasiriko mingi. Oye nake na mnasema Ngai alilie. Mungu alinena. Hiyo ibada ya leo ilikuwa imejawa na Mungu. Na alisema watu wote watubu na kila mtu atubu na shilingi 20,000. Sasa mukainaina mukathie kĩgongona ina kĩa Ngai. Muinainite na ngenda mwingine atoke hapa. Muinaine mutetemeke mkienda mbele ya Mungu. And this is what has failed Christianity. This is what made Christians to become lazy people. Unapenda tu kudanganywa. Atenda domereri mwathani ni anajereirie. Weka ata ruri na matu mako igwa mwathani. Kota ngihikura matu maku, muguo hingurite makwa ri, ndungihikura maku, mwathani akwaririe. I'm here to help you, to guide you into this understanding God, so that your ears can also open up. Nigetha utuweke conversant. Mungu akutumie. Maana hakuna mtu ambaye hawezi kutumika. Nobody. If you live according to the plans of God, if you live according to the will of God, there is nobody that God cannot use. All of us, we are subject to the use of God. Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Buda na watoto wale, kaeni hapa tuende tukaabudu. Si wangejiuliza swali, mbona hautaki tuende kuabudu na wewe? Because unaenda kuabudu Mungu. Lakini ana understand the principles of the kingdom of heaven. Tuendelee verse 6. Basi Ibrahimu akazitoa kuni na za hiyo sadaka, akamtwika Isaka, akamua naye, akatua moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote wawili pamoja. Wote wakaenda pamoja. At what time do you take yourself in isolation to be with God? Most of us, we pray a lot. Maombi tunaombaga masaa 12, which is so useless. Maombi mrefu ya bure. You need only to pray 1 hour. 11 hours you go sit down on meditation. Because you need to communicate with God. When you are making your maombi yako, Mungu atakuzungumza na wewe saa ngapi? Na ndio unaona hawa watu wengine wa upande ule mwingine wanakuja na vitu zinaitwa yoga. Unaona mtu tu amekaa hivi. Anasamu ni mapepo. Na wewe hapa
Ojia rima hashika chetano rima ya yekebo ya hide todo nwagire kinya kindu gya kwaria inyokaina hiteribo ya rima ya ramakaka yesherebo bobo ya mondorolo kutoka saa 1 mpaka jioni. Mungu atakusukumusia saa ngapi? When will you hear his voice? 1 hour is enough. Okay na kisha tafuta kona huko. Sasa nyinyi mnatafuta kama manini kwa siri kwa TikTok. Hapa kwa kitu kama wananikoje hapa. Wote wanakuwa TikTok. Wakigojea Mungu asukumusie ndani ya TikTok. Wengine ukiangalia kitu wanawachi hapo ni pono. Wengine wanaangalia puda na puda. Mnakuja kuna wengine hajai kuona puda na puda. Wengine wanaangalia paka na paka. Wengine nakuta wanafanya maneno wengine wako kanisani. Badala apate wakati mzuri ajipige kwenye kikona kimoja pile. Todo apostoli aroka. Na apostoli yakojira maodo deda ojire muturire wakwa. Atajira horo wa muturire wakwa. Itegekuwe. Ndia komenya umuthi. Ndukihe time nyambe njurie baba. Todi manapa no drafata kujuria kujira jugire hamwe. Biagiro ni wokuona ugo na gwire. Todo already I have your information. But if I don't have your information, nipatie wakati. Hello. Sasa ukikuta mtu hapa anapaga line wanakuja taka kuniona, lakini unakuta ni TikTok. Wengine wako YouTube. Wengine wako kwa Trump. Wengine wako kwa Ruto. Wengine wako kwa Unye. Wengine wako kwa baba. Wanafuta baba ameenda wapi? Baba anasema nini? Na we kanitha thini wokire komatha Ngai. Which God is that? You need to change. Go back to God. My people, go back to God. Muhere. Umetaka kuhera. Umetaka na Kiswahili kinaitaje? Kuhera. Mutubu. Mutubu. Mushokerere Ngai. Mutigie maundu maya mwina maige. Rudi kwa Mungu. Tubu. Ikia kwa magoti yako. Mwambie Mungu nataka uniregeje. Unirudi. Mimi nimerudi. Mimi ni shetani. Lakini nimetubu dhambi yote. Nifukue. Mungu akufukue. Urudi kwake. Mpate mawasiliano. Akwambie ni wapi unaenda kubariki. Basi Ibrahim akazitoa. Sasa twende chini. Namba 7. Saba baba. Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama moto upo hapa na kuni zipo hapa, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? A simple question but loaded. A simple question that did not come from that child. That question did not come from the child. It came from who? From God himself. Because God was teaching Abraham something. These things that God will ask us questions, they are meant to teach us to become. They are meant to make us better. The interaction you have with God is meant to improve your level to another level. That is the reason God wants you. Kuja tusemesane. Mungu mwenyewe anasema, kuja tufanye nini? Tusemesane. Isaka akasema Ibrahim akama ya kuteketezwa. Twende namba 8. Ibrahim akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Mungu atafanya nini? Atajipatia. God shall provide for himself. So the sacrifice that you give does not become from you. Atadadigo shadia sadaka ile yagoka. No, wacha ujinga. God shall provide for himself. Anything related to a sacrifice. Ogikoka gwako ofisi gwererehe 10,000 kufujire madhabahu jetango mana ure. Nobody is supposed to tell you. Not even your wife, not even your husband. You are not supposed to discuss a sacrifice. It is because God shall provide for himself. Every sacrifice, God will sacrifice for himself. God will provide you so that you can provide it. God will give you that you are going to give. He told this man, God shall provide for himself. Mwanangu basi, wakaendelea wote wawili pamoja. 9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Unanielewa lakini?
akafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Sio mahali pale aliambiwa na YouTube. Hata niliona kwa YouTube direction ya kanisa yako iko Helesrasi hapo karibu na stage ya Enacoach. Uende kidogo. Nimekuambia nini ndakwira ulio guka ti Ngai. Yako ndora urunie. Wewe sasa huyu unajua aliangalia YouTube. Na kabla kuja hapa alikuwa amekuja hapa kwa Manyuro, sasa kauliza ni hapo kwa kanisa ya Manyuro. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Mungu wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu. Mahali pale Mungu alikuwa amemwambia. Hari Ngai amwirite. Wewe tajira tiriri, ni Ngai ukwirire uke guku. Mungu alikwambia. Mulikuwa naye wapi? Kwa maombi. Kwa maombi aliogeaje? Nitafute msaada kwa mwenye atanionyesha. Utafute msaada kwa mwenye? Kwa mwenye ameniongoza kwake. Alikuongoza kwa nani? Aliniongoza na nikaja kwa mtumishi wa Mungu. Alikuongoza hapa? Na nikakuja. Alikuja, alikwambia mimi naitwa nani? Akumbuki alimwambia ni nani? Wakafika akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe. Kumbuka alimwambia je, God shall provide, Mungu mwenyewe atanini. Wakati alifunga huyu mtoto, unasikia makelele? Unasikia makelele? Maana ni Mungu ashazungumzia mtoto, amemwambia ni wewe, lakini usijali, haufi. Ashaongea na yeye, akamfunga huyu mtoto. Imagine tadhiwa heke yako atanataka kukuchinja. Enda ufuge ule mtoto wako, ule mtoto wa mtoto wako. Hebu enda umfuge hivi, ati sasa nataka kukuchinja. Hata kungoa hii meno yako. Kama kuku peke yake, kuku na hijui kuku inarushaka mateke, unaipidi uikanyage vizuri ndio uichije. Huyu kijana alifungwa. Maana it is a communication, it is a heavenly communication. What you give must be a heavenly communication. It must be communicated from heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafunga Isaka mwanae, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Juu ya nini? Ya madhabahu. Kwa hivyo alijenga madhabahu mwanzo. Kabla hujatoa sadaka yako, ni madhabahu gani umejenga? Umejishikanisha na madhabahu hii? Haleluya. Kujenga madhabahu ni kujishikanisha na madhabahu hii. Ndio hiyo sadaka unakuja kutoa ikubalike. Maana haka katoto mahali alijenga. Tuangalie kwanza, turudi. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu. Kitu cha kwanza, alijenga madhabahu, si kukimbilia mtoto. Aliinua madhabahu kwanza. Ndio kwanza hiyo madhabahu inaitwa madhabahu ya kujishikanisha. Ndio hapa ikubali wewe. Unaweza kutoa dhabihu yote umetoa, lakini ikose kukubalika because the altar here does not recognize you. You must make this altar to recognize you. So when alipeleka kijana, alijenga madhabahu kwanza, kisha kumwendea kijana kuingia pale, madhabahu ikamkubali, ikamupokelea. The man did not make arguments. The man alilala tu, akaekelewa juu ya kuni. To imagine sasa ukiwekelewa juu ya kuni, ati ni Mungu amesema, na uogei, unanyamaza tu na unalala tu hivi. Maana already kuna madhabahu imekubalika, kuna madhabahu imejengwa. Kabla wakuchukue, walitayarisha madhabahu ya kukuchukua. Si walikuambia angalia kwa Facebook, ukaangalia kwa Facebook, akwambia enda huko ufanye nini, alafu kifika huko waambie mume wako unarudi, ulitayarishwa ndio uingie kwa box yao. Unaniona? Hata sisi ndio tufanye dhambi ambayo tunafanyanga, tunatayarishwa katika ulimwengu wa shetani. Ndio tukienda kufanya hiyo kitu. Sasa kuna kasichana kako Nakuru.
na kana kupenda, na sasa unataka kwenda kulala nako, si utakapigia simu ni ndiroko muthi na ni kwenda tuthie hado, una make comfortable, yani una make every communication. Ukifika na kule unakuta kiwanja kiko sawa, hata hakuna story mingi, ni kwenda tu nakuta kana kujikongoja, kana kuhagia, mnanyonyana because the ground is prepared. How did you prepare your ground when you came to raise an altar here? Ndio ukuje hiyo madhabahu ya kwenu ivujike. Did you build a relationship between the altar of this place and you? Na umetoka kwa Manyuru jana, umetoka tu kwa madhabahu ya Manyuru ya ulikuwa shay dedicate yourself kwa Manyuru, ulikuwa dedicate yourself kwa Harrison, ulikuwa dedicate yourself kule kwingine kwa PCA na kwa Agrican, kwa Rejo Maria, huko ndio mlikuwa dedicated. Ndio unawadengereria pesa cha kuhaha waigere na wewe dedicated kodo koge. How do you expect this thing to work? You are already dedicated somewhere. You are not part of here. You are not this family. Todo you are already niweni and dedication nake kwone kugate. Yeah? Niwe muhothe, niwe either niwe hothete kana we muhothe kigogona ine kiki. Ogwo goka haha ri kigogona giki gitingi gwitikira. Ginya wambe uhariririe kigogona giki. Wabi urute sacrifice ya kigogona kiriku giki nigetha igogona rire urenda kuruta ritikirika kundu kuriku. That is how akajenga madhabahu kwanza, kisha akamchukua mtoto wake. Alipomchukua mtoto wake already madhabahu ilikuwa ishakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia nini? Madhabahu huko akiweka, Ibrahim akanyosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana yako mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo huku nizuilia mwanao wa pekee. Umeona? Sasa hapo kilikuwa sacrifice is a test from heaven. Sacrifice sio hizo vitu unakuja nikuvunjie. It is always a test. The other God does it, anajua kuifanya, but a sacrifice is a test. Maana alikuwa anajua huyu anataka kubariki Abraham agitweke idhewaro already. But how much can you restrict yourself from me? How much can you restrain yourself from me? And that is what God was testing. Anything that we give is a test. Ni mtihani unakuwa unapita. Sio hiyo sio mkio. Hiyo sadaka ulitoa sio inakufungua, haina mamlaka ya kukufungua. But it was a test. Once you pass the test, now Mungu anakuja mzima. Because it is a test. For you to be set free, it is a test. You have to pass the test. Ni Mungu alikwambia ulete hiyo 100,000, but the processes za kufika hapa umezifuata. Maana unaweza kutoa but you failed in the processes. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema twende 2013. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, na tazama kondoo mume yuko nyuma yake, amemnaswa na pembe zake katika kichaka. Kwa hivyo your blessings that which you are supposed to give to God, it is somewhere hidden. It is a mystery. And anasema kumbe yule kondoo amenaswa, pembe zake zimekamatwa. Akamwambia namna gani? Amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. 14. Ibrahim akapaita mahali pale Yehova Yire. Hapo akapaita neno. Mahali popote umeinua dhabihu, lazima upapatie neno, jina lake. Dhabihu itoayo lazima uipatie jina lake. Kama watu wasemayo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Halo.
Kwa hivyo ukiingia kwenye mlima wote, ukiingia kwenye nyumba ya Mungu, lazima upate unachokitafuta, kitapatikana, because you are in the presence of God. Ukikuja hapa ukose, you are not in the presence of God. Kama ulitoka kwa Manyuyo, you are not in the presence of God. Kama ulitoka kwa Harrison, you are not in the presence of God. Kama ulitoka kwa nani, you are not in the presence of God, as long as you have not been answered. You are not. That is where you are struggling, and that is where muko barabarani noko dimudie. Naona Ezekiel ameweka mabango huko kwa barabara zote. Mavueni, teremkeni sasa. Mavueni ndio kunaitwa December. Jamaa anatafuta pesa ya December. Why will you be moving from one church to another church? It's because you have not encountered your God. You have not prepared the ground for God to come into your life. Madhabahu sio kitu, sio kuja tu kwa sababu ya kuja kukaa hapa. Madhabahu lazima iwe ni kitu ambacho you encounter God. You must encounter. Ibrahim akapaita mahali pale Yehova. 15. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili. Usi, kuna communication bado zinaendelea, bado haizijawachwa. Ibrahim akamuita mara ya pili kutoka mbinguni. 16. Akasema, nimeapa. You see now, when you meet or you encounter God, there is a promise. There must be a promise. Akaapa. Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. 17. Katika kubariki nitakubariki. It is a promise. Katika kubariki pesa zitakuja. Hiyo ndio njia ya kutafuta pesa. Hiyo uko pesa hiyo. You have to have every connection that is required to take you to the road of success. God must be there to open the road for you. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha. Katika kubariki wakinya nego kurathima no gukurathima, wakinya nego kuigehia no gukuigehia, tondu ni wahituka kigeranio. Kwa maana haukukosa, maana umepita mtihani. Mtihani si kutokwa na roho. Mtihani si kuja kuona apostle pale ndani. Na kuna wengine hata ukiwaambia waweke sadaka zao, wataweka, lakini atangangana. Kuna ile sadaka akuja nipokezee kwa mkono. Sasa unashindwa, what's the difference? Hapa ndio madhabahu. When I'm here I'm apostle. Mimi ni apostle nikiwa hapa. Nikiingia pale ni misa. Na unaweza nikuta huko kama wewe ni dem, ukute nimekuwa mister, ule mister msherati. Nianze kukukatia. You better meet me here. This is more important to you than mister there. Bwana Yesu, sio kama mnanielewa. Hapa niko ofisini. Nikute kwa ofisi. Wache kukutana na Ruto kule kwa barabarani, anakuambia tutaangalia hiyo maneno na hiyo kitu inaishia hapo. Lakini ukamkuta kwa ofisi, atafanya maandishi. Nikute kwa ofisi. Njoo hapa kwenye ofisi. Nikiwa hapa, give your sacrifices here. Don't want, hata usitake nijue ni nini umetoa. Usitake nijue, maana it is between you and God. It is God who instructed you to bring here. It's not me. Hello? Tinie, mimi nilikuita mami hapa? No. Urenda amenye niki waruta. Tondu nduritikanĩtie na Ngai, urenda gũngenia nie. Nĩ ndũngĩngenia na mbeca tondu ndĩ nacio. Nĩ ndathondekire mbeca ndĩkahĩ. Ti ndĩkĩhĩ, ndĩkahĩ. Ndũngĩũka kũhĩngĩca na mbeca. I have the money. Ndio nonanga sina haja. Wewe andika bahasha, weka bahasha yako, weka ile sacrifice yote, because nataka kuinua imani yako isiwe inamtegemea bishop, isiwe inamtegemea mtumishi, isiwe inamtegemea mtu yote ile, itegemee Mungu peke yake. That when you come with your sacrifice, you lay it here, just go, because it was not you, it was a test. Ilikuwa mtihani. Nani alikufanya hiyo test? Ni Mungu. Nani alikupatia? God shall provide for himself. Ni Mungu alikupatia hiyo shilingi 10 ambayo umeleta hapa, si mimi. Na Mungu alikuwa anataka kama utafikisha. So ndini dirokira dukata ya mwathani aliyokiuga kemwe. Hakitiri hatu dirokira. I am just but a custodian.
to make this place become holy and shiny. Hiyo ingine ni wewe na Mungu. Communication ya madhabahu ya sacrifice, it is between you and God. No single man of God on earth has any communication for you to interact with God. No single. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Atazidisha, maana umepita mtihani. He will bless you. He will make you so. Uzao wako, your generations will be successful. Na kama mchanga utaongeza kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya maadui wako. Uzao wako wote utamiliki. Kumiliki ni kusema nini? Ni kutawala. Kumaanisha every gold is yours, every silver is yours, every money is yours, because utamiliki. You shall control, you shall be. Yani una command, pesa zinakuja. You just ask for money. You don't go to God looking for money. You command money to come, because you have a platform. Amejenga madhabahu, aliinua ikamjengea platform ya kuitisha. Ameambiwa uzao wake, ati uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. They will never be defeated. Ndio unaona Isaac anaenda kutafuta chakula huko Egypt, anarudishwa na Mungu. Mungu alimrudisha wapi? Mahali kulikuwa na mvua? Hapana, hakumrudisha mahali kulikuwa na mvua. Alimwambia nenda Ai na ukalime huko. Akaenda akainua dhabihu. Mungu wa Abrahamu aliahidi katika hii laini ndio Mungu alikuja kwa Isaka nayo. Uzao wako nitaubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. This line hakukuja na the whole chapter. Mungu alienda kwa Isaka na with this line. Mungu alienda kwa Yakobo na this line. Mungu alienda na kwa Daudi na this line. Uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Ndio na adui anaitwa nani? Daudi alipigana vita kwa urahisi sana. Alimwangusha Goliath kwa urahisi sana kwa ajili ya matamshi yale. Madhabahu iliyoinuliwa na guka imekuja kutendea Abraham. Madhabahu ya guka ndio imekuja kutendea Solomon. Madhabahu ya guka ndio imekuja kutendea Meneleki. Madhabahu ya guka ile ya kwanza, the foundation ambayo ilijengwa kwa msingi wa Mungu, bado itabaki na itaishi milele yote. Sasa wewe umejenga madhabahu gani? Ya kutafutana na apostle? Ya kutafutana na pastor? Wewe ni wa hivyo mno. Ya kusafiri kutoka hapo nenda Nigeria kutafuta TB Joshua? Ya kusafiri kutoka hapo nenda South Africa kutafuta ati mnabii plan? How do you leave your God in your house to go and look for God in South Africa? I am one of them. I went to TB Joshua na nilitoka bure, nilipoteza 500,000. I regret. Maana hakuna kitu. Hata alikuja tu akanigusa hivi. Nikajaribu nianguke, nikaona hata sianguki. Jamaa akaenda. Uja kaaguka. Mimi sikuanguka, nilingalia tu nikakaa hivi nikamwangalia. Akaona ni kama huyu mtu. Akakuja kaniuliza what's your name? Nikamwambia I'm from Kenya and I am a former leader of a group, a dangerous group. Ni kumstua ndio nione kama ataachilia sasa neno la kinabii kwangu. Hakutabua, akaenda kaniacha hapo. Nikarudi nikaingia kwa ndege yangu. Ile kitu nilibeba ni maji, kitu chupa tu maji. Mimi sikuwa najua hiyo maji inatoka pesa mingi. Sasa kufika tu huko watu wananipigia simu, "Ulikuja na maji?" Na mabia niko na maji. "Unauza pesa ngapi?" Sasa nikashindwa. Hii alinichotea na carton mingi nikabeba. Ngalia huyu sasa analiza, "Mbona sikukujua siku hiyo?" Because they believe in this. Me I never thought. Sikuwa na hata nilikuwa na shida hizi sasa amenibebesha ni za nini? Maji tuchupa. Hata bagi moja niliwacha Lagos hapa kwa port, kwa kiwanja ya ndege, because niliona ni useless. Hakuna mahali ninaenda nayo. Kufika hapa nakuta laini kwangu, watu wamepanga laini, niwapatie maji. Hata niwaguze, wengine walikuwa nataka tu niwaguze hivi. Nikaguza, mama mmoja akaaguka, nikaona haya. Nikaguza mwingine, nikaona ameanguka hivyo. Sasa huyo mwenye alianguka nikaanza kufanya kama TB Joshua.
Kukaa kidogo, siku ya 3 Bibi Joshua akanipigia simu akaniambia kuja tena. Nikaenda. Sababu ile imani nilikuwa na Mungu alitaka aibomoe ndio anijengee ibada nyingine mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Numbers 18. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Katika uzao, yani anything on earth itakutii. Pesa zitakutii, utajiri utakutii, watu watakutii kwa sababu umesikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo kubarikiwa kwako ni kwa sauti ya Mungu. Deuteronomy 28. Kubarikiwa kwako is because of sauti ya Mungu. Si mambo mingi, si hata hiyo busi, si hata hiyo sadaka umetoa, ni kutii. Uliambiwa peleka shilingi 100,000 na hiyo kutii because it was a test. Hiyo kutii, hiyo ndio inafungua kabisa. Sio hiyo vitu unatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Deuteronomy 28. Kwatheka tu, kwatheka niko kuhingũrithagia mĩrango. Hiyo ndio code ya kutajirika. Just be faithful with the small that God has given you. Look at here. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutuza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza leo, ndipo mwana wa Mungu wako atakapo kutukuza juu ya Bwana Mungu wako atakutuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kusikia sauti ya Mungu, Mungu kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Utatukuzwa na manguo matambara? Utatukuzwa na umasikini? Utatukuzwa na ukosefu? Yule mama wa kuobaoba kiberiti? No. Utatukuzwa na vitu za dunia. Utapatiwa magari, utapatiwa jina, utapatiwa pesa, utapatiwa kila kitu ambacho kitakuinua juu ya watu wale wengine wote. Kwa sababu ya nini? Turudie mstari wa kwanza. Itakuwa, tusome 1 2 3. Atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Si Kenya, hautatambulika Kenya, utatambulika duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusikia na kutii peke yake. Vasu. Na baraka hizi zote, baraka nini? Hizi zote zitafanya nini? Si baraka chache, si baraka 10, si baraka 10, si baraka, anasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Zitakuja, si wewe utaenda kuzitafuta mami. Zitakuja na sigokore weko kanyoba ine gaku. Tio tidege gukoma kanitha umete kanitha ka tende athire kwa wadu ingina gutire undu ndironire yeni tondu rokire guku yemukora tende athire ku na kuna ndinaigwa Ngai uroka kumuigwira guku akotu ndana gutuma ri ureciria guku ni kwa roka kuhetie gacocoro kari ate muonanire hari gacocoro kari tari woshimani mwagiro ni kumania nake kure wauma tondu ni wagiro ni gukwira ukirothie ugu wakoro ndunaumania na kuria umire na Ngai wakonda na nakwariria we nyumba gwaku guku gutire kindu rainuka nakio gutire utakiri Ngai ti mukora tawe. God is not a criminal. Mama mnafikiria Mungu ni mkora kama yeye? Hata ambao mnataka kumubedi, ndio maana anajificha huko juu. Anazungumza tu na sauti. Hizi baraka zote anasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Verse 3. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa wapi? Yes. Tia ukagotoera ate kule agesha kikometa muno. Hapa Biblia inasema hata kule utabarikiwa. Hata ukiingia town utabarikiwa. Yes. Mahali popote upo kwa sababu ulisikia sauti ya Bwana utabarikiwa. Usikuje kukaa kama watu wengine wanatudanganya wako Nairobi. Mtu anakaa hapa tu nyumba tu Mudhurwa. Mwingine anakaa Kibera, nyumba za matope na za mabati. Mwingine anakaa Mkuru kwa Ube, nyumba za mabati. Alafu unakuja kuniambia tu unakaa Nairobi.
Disable na baba kibagi na umebeba kigodi fadha na safari buti wetu, unaenda nyumbani, unaenda kuambia watu umetoka Nairobi. Waambie you have come from hapana, extended village ama transferred village. Because how can you dare tell me Kibera iko Nairobi? Ati hapo sasa do you count ati you are in the mji? Unasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Ati unako na kwanyu kule kwenye nyumba ya bao ya baba yako, nyumba ya baba yako ni ya bao, na hapo unaishi nyumba ya mabati ya maturamu. Usoke ujirewe Nairobi doing what? Where now? Hapo wapi? Mimi nilikuwa naishi hapa Mukuru kwa Rufen. Nilikuwa nyumba yangu ilikuwa ya unajua ile mafuta ya zamani, rai ile ilikuwa ya madebe. Hiyo nyumba yangu yote nilikuwa nimepigilia madebe, na kule madebe ilikosekana, nikapigia kuna mabati mengine ilikuwa ya aluminium, tulikuwa tunaokota, unapigilia. Alafu ndani sasa unafanya nini? Ndani unaweka makotoni ndani. Kitanda yangu ilikuwa cotton, na nyumbani kwetu nilikuwa nimewacha kitanda mzuri, hata kama ni ile ya kuchibilia chini, alafu unapiga miti juu na unaweka mattress ya gunia na majani yuko ndani. Hiyo afadhali ilikuwa mzuri. Hapa nililalia cotton. Siku moja kama nimelala maji iliingia. Sikujua, sasa cotton ikanyonya maji. Kulala najikuta sasa mimi mwenyewe ninanyonywa na ile cotton. Na unaambia watu eti kwa Nairobi yereko. Which Nairobi is that? Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Bwana Yesu asifiwe sana. If your life mashambani ni better kuliko Nairobi, pack and go. Inoka wisagitia utidogo tuligiria uri mugoko. Wikira kanyumba kahiana temoniki. Bed sitter. Kwanyu kira ka bed sitter. Verse 4. Utabarikiwa uzao wa tumbo. Utabarikiwa nini? Kwa hivyo uzao wa tumbo lako utazaa kitu kilicho nini? Barikiwa. So kama mtoto wako anavuta bangi, kama mtoto wako ako na madawa ya kulevya, wewe na mtoto, nani ambaye hana baraka? Yes. So kama mtoto wako anavuta bangi, kama mtoto wako ni malaya, kama mtoto wako ni mwizi, kama mtoto wako ni whatever, ni wewe, you are the problem. Maana Biblia inasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Kwa hivyo chochote ambacho unavaa kusaa kinavaa kuwa kimebarikiwa. Anything you produce from you, it is supposed to be blessed. So mtoto wako anafaa kuwa mtu wa Mungu, mtu mnyenyekevu. Noe kwa kimwona yako ni kefagi na kuhura andu na guku na kurepu andu na guku, umenyeka ni wewe. Bahitia mothemeha niguo Biblia irauga tini teko morora niguo kuri we niwe bagi mwana akomona kwanyua bagi tamaka we niwe bagi iyo. That is how it is. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Kama umefanya kabiashara hakafanyi kazi, kama umefungua whatever you are trying, nothing is working, kazi yako haifanyi, hauna mafanikio mahali popote, ni kwa sababu umekataa kusikia Mungu. Ati na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na wa mifugo. Maongeo ya maongeo ya ng'ombe wako mpaka maongeo hizi maongeo ni kuongezeka. Nilikuwa nafikia ni maongeo. Ng'ombe ni jide. Okay, no more. Na wadogo wa kondoo zako wataongezeka, zitabarikiwa. Kondoo zitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kondoo na ng'ombe zitaongezeka. Wewe ni ule ng'ombe. Wewe ni ule ng'ombe. Wewe ni ule ng'ombe. Ni ule ng'ombe. Ko. Shamba gani? Kwa plot. Hapa hakuna. Ni Daudi tu hapo hapa na ng'ombe. Uliuza? Iko. Ongezea zingine mbili zizae. Verse 5. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Kikapu chako kitabarikiwa. Kikapu gyaku ni giki. Leta ibagi yako. Ile ijabeba wardrobe. Kikapu chako kitabarikiwa. Hiki ndicho kikapu.
kambe tigaga koroko kena indo ni kari kindu ke kindu hathini katiga wardrobe ri he kindu gaka tutikiarĩrĩria ũhoro wako. Kikapu chako hakina kitu. Kwa iku muciĩ nĩ kũrĩtwo irio tũikarĩte fridge tũtarĩ na maũndũ maingĩ. Wetereire ũrĩtũma kĩhĩ gĩaku thiĩ harĩa ha nyina Kariũki mwĩre akuohere nyeni 3 na nyanya 2 na gĩtũngũrũ kĩmwe. Because kikapu chako, chombo chako cha kukandia hakina unga. 6 please. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa ukitoka. Yani kila kitu ni baraka zinakufuata all corners of your life. 7 quickly. Bwana atawafanya maadui zako wainukwao juu yako kupigwa mbele yako, watatokea kwa njia moja lakini watakimbia kwa mbele yako kwa njia 7. 8 please. Hiyo mnajua sana. Atawacha ni safari. Bwana atainua baraka ije juu yako. Bwana atafanya nini? Inua baraka ije juu yako katika gala. Halo. Sasa kule tulitoka kwa kikapu. Sasa anazungumzia gala. Gala ni ukoro pesa shika. Unori account. Yana pesa shika na. Dole. Uko na account? Uko na pesa ngapi? Lakini ukifikiria ni kama ngapi? Imefikisha shilingi 800. Nole ka account. Daishi dole. Nole branch. Ni mali gile kinya woko bidhia. Unageto kale. Yani gala unaweza kubarikiwa kikapu besa muhukodo akaga no ikobe dole kanyamuka dole kamuthitho na no ukorwo na mbeca nyingi muthitho kuria gwikira thimo giukanaga na indo ciikombe na gwikira thimo kiumanaga na indo cie muhuko. Riria ukuona no ume haha unaweza toka hapa utuende na wewe unipeleka kwa hoteli pale uninunulie gachai. Kuna baraka inatokana kwa sababu mfuko wako uko sawa. Uko na kitu yako na uko na kitu ya marafiki. Ukiona hauna kitu ya marafiki, hauna baraka juu yako. Kwa sababu marafiki wanaletwa na Mungu. Kwa sababu kuja kwako wamekuja wakiwa na kusudi ya baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuruduri kidu ukigurira murata waku. Tewe muthi ni kwenda mugurira gacai. No muikare mucuthiririe. Muone uri andu mekuruta. Muone amatiraruta. Kana ucio ndanarehe umenye hana baraka ya mfuko. Tusimame kwa miguu yetu. Kuna mtu amecheka kule nyuma maana hana kitu. Unampatia pesa alafu unasikia anaanza kucomplain in the next 10 minutes. Bwana asifiwe sana. Shika sadaka yako kwa mkono wako. Tumeenda mpaka saa 9. Na hamchoki? Gai. Mpaka saa 9. Hii ni kanisa gani? Watu wanasoma mpaka saa 9. Kanisa nikalikuaga. Dimodera horo. Dora shoka. Kare thoko ere kwe othire. Kuthiete kuona mutumia uraheirwo kana Kenyatta. Na nitugiri. Kare we kuheagwo mwana. Leteni hapa sasa. Leteni zaka zenu. Wale wa simu kuna ile 935 ni Equity 247247 935 ni pay bill. Bring it. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Msipige makelele sana, tumeenda sana watu wako kwa maofisi. God bless you. Ni vizuri kuwa na utu. Hata kama ni Mungu naabudu, huyo Mungu anaweza kushindwa watu. Yes, God bless you. 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 Na unione. God bless you. God bless you. Mungu akubariki sana. Barikiwe. Barikiwe. Leo mmebarikiwa.
Barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Mungu akumbuke njia zako. Mapenzi ya Mungu yakuwe juu yako. Mungu akuonekanie kwa njia zote, ufunguliwe kwa njia zote. Mungu akuaminie vitu zake, akuaminie utajiri, akuaminie. Mungu akuaminie baraka zake. Milango ya hapa duniani ya mbinguni na ikafunguke. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you very much. Leta tu. Barikiwe sana. May God bless you. Thank you. Shikilia tu hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naipokea hii kama sadaka ya kuteketezwa. Sadaka sawia na ile iliyotolewa na Abrahamu wakati alikuwa mtoe mwanae kama sadaka. Ulikuwa unamjaribu tu, lakini baadaye ulimpatia mwana kondoo ambaye alimtoa kama sadaka. Kisha ukafungua milango yote ya Abrahamu. Hivyo ndivyo nafungua milango yote ya watoto hawa. Chochote ambacho kilikuwa kigugumizi, kilemazi cha kuzuia kazi zao zisifaulu, biashara zao zikakosa Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.